ila mama yako akikuuliza useme mens rea maana yake nini? Kile kitu ambacho ulikuwa nacho kichwani wakati unataka kutenda kosa. Kamanda Muliro huko hapa. Nchi hii sisi huwa tuna maajabu. Huwa tunaweza kukuangalia hivi tu tukajua karibu unatenda kosa. Na ili usitende kosa tunakuzuia ili usitekeleze kwa kitu kinaitwa preventive detention. Marehemu Nyerere aliwahi kusema that is the only law which does not create any offense. Preventive Detention Act does not create any offense because preventive detention is not a crime. Ila wanakuzuia usiende kutekeleza kosa. Wanakuprevent. Mheshimiwa Muliro analijua hili. Tunamzuia mtuhumiwa asiende kufanikisha anachofikiria. Alafu kienda mahakamani unamsumbua jaji. Hivi Mheshimiwa Kamanda Muliro, ulikuwa unadhani anafikiria kufanya kosa gani? Kamanda Muliro anasema alikuwa amepanga maandamano. Kupanga maandamano imekuwa kosa? Hapana. Tulifikiria akiandamana ataleta vurugo. Kwa hiyo Kamanda Muliro amegeuka Yesu Kristo. Anaweza kawaangalia tu Chadema akajua kesho mtafanya maandamano na mtasababisha vurugu. Kwa hiyo tunawazuia. Alafu anaweza katumia nguvu nyingi kuzuia kuliko kuja kupambana na kosa. Kamanda mko vizuri. Nilipita pale mimi naendaga Mbezi Beach. Kuna yale malori ambayo yanasafishaga mpaka hata kama mmeweka matairi magogo wana gari lao. Alafu kuna lile gari lingine linakuwa na pilipili, ni maji ya pilipili. Kwa wale ambao mnataka kuwashawasho. Waliapanga pale ili kila anayepita ajue nikiandamana nitadisappear. Msishangilie. Sasa the mental element ya enforced disappearance ni intention of the perpetrator to place the victim outside the protection of the law. Kwa sababu unapokuwa detained against your will, it means they don't want you to appear before any law. Kwa hiyo ndio mental intention. Kwa hiyo ndio mens rea hili kosa. Ukinikamata, ukinidetain. Lakini lingine, hii sasa inachangia directly kwenye refusal to acknowledge the deprivation of liberty or denial to give information. But that is what they do. Uwezi kutoa taarifa. Ukimuuliza anasema hatuna